Yes. Akasema, Njoo. Petro akashuka chomboni. Yes. Akaenda kwa miguu juu ya maji. Yes. Ili kuendea Yesu. Yes. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Yes. Akapiga yowe, akisema, Bwana, niokoe. Yes. Mara Yesu akanyosha mkono wake. Yes. Akamshika, akamwambia, yeah. Ewe mwenye imani haba, Bona uliona shaka. Yes. Nao walipopanda choboni, yes. Upepo ulikoma. Amen. Mara alipopanda choponi, upepo uligoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ilikuwa ni kipindi ambacho Yesu alikuwa ameshamaliza ibada ile ambayo alikuwa amelisha the 5,000 people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And so after that, in that very night, wale wanafunzi wake wakatoka na wakawa wanatumia means ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanasafiri kupitia bahari. Na wanafunzi wale wakatoka wakaingia kwa mashua yao. Dio. Na wakaanza safari. Dio. Wakaelekea, lakini Yesu hakukuwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakukuwa pamoja na wao. Dio. Yesu alikuwa mlimani. Dio. Wale wanafunzi wakaendelea. Mara ikawa usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufika usiku wa manane, upepo ukavuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upepo kuvuma, wale wanafunzi wakawa wamejawa hofu, wakawa na wasiwasi. Ndio. Wakawa wanashindwa watafanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu akatokelezea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akamuita Petero, akamwambia njoo. Lakini Petero ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, hata kama walikuwa wanatembea na Yesu, hata kama Petero alikuwa ameshuhudia Yesu akitenda miujiza, hata kama ndio Petero alikuwa the right hand man wa Yesu, ndio bado ilifika kipindi ambacho Yesu anamuita, lakini akawa na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu nyumba hii siku hii ya leo, Bwana amenituma kwake. Huyu mtu ni kama Petero. Ako katika hii nyumba, amekaa katika Ukristo, ameishi maisha yake katika Ukristo. Si kwamba aamini, anaamini, lakini imani yake ni ndogo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameona, ameshuhudia watu wakipona, ameshuhudia watu wakikombolewa. Ndio. Ameshuhudia magonjwa akipona. Yes. Ameshuhudia watu wakiinuliwa katika haya madhabahu. Lakini ikifika ni zamu yake, Dio, imani yake inakuwa changa sana. Yes. Ikifika ni zamu yake, imani yake inakuwa chini sana, kiasi ya kwamba haiwezi kumsaidia hata kupita katika hiyo mawimbi. Yes. Imani yake inakuwa chini sana, Dio, ya kwamba akijaribiwa, Dio, hawezi akatoka bure, hawezi akapita katika hiyo jaribu. Ndio. Huyo ndo mtu nimekuja kuzungumza na yeye siku ya leo. Yes. Tukumbuke ya kwamba imani ni kama mtihani. Mapito ni kama mtihani. Ndio. Mapito ni kama mtihani. Na unapopitia katika hiyo mapito, unaposhinda hiyo majaribu, ndio unakuwa graded. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And so it is that temptation that it is there to make you reveal your potential, to make people see exactly your potential. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hiyo jaribu iko hapo inaitwa jaribu ni kwa sababu iko pale ikutest, ndio, ikupime, ione imani yako imefikia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petero, mwanafunzi wa Yesu, Yesu anamuita, anamwambia njoo. Na usisahau ya kwamba ni huyu Petero ambaye amemwambia Yesu ya kwamba kama ni wewe. Ni huyu Petero ambaye ameambia Yesu kama ni wewe niite nikuje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kuna mtu wako nyumba hii, yeye ni kama Petero. Amemwambia Mungu, amemlilia Mungu, amemlilia Yesu,
amemuuliza Mungu, kweli Ndio. kama ni wewe ninaabudu, Bwana ukanitendee hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu wako mahali hapa miaka na miaka, muda nenda muda rudi, Ndio. amekuwa akimlilia Mungu, Yes. amekuwa akimtumainia Mungu, Ndio. amekuwa akiomba usiku na mchana, Yes. ili ya kwamba Mungu akamtendee, Ndio. ili ya kwamba Mungu akamwokoe. Yes. Lakini sasa imefika Ndio. kipindi ambacho uokolewe. Bwana Yesu Ndio. asifiwe. Amen. Kipindi imefika, Yesu amekubali kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amekubali kufanya ile ambayo unataka. Yesu amekubali kukutoa katika hiyo mapito. Yesu amekubali kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna jambo moja, jambo la imani, swala la imani. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamuuliza Petero, mwenye imani ndogo, ye of little faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kwamba hana imani, imani yake ako nayo, Ndio. ako na imani kabisa, Ndio. lakini ile imani, ile kiwango cha imani ambacho ako nayo haitoshi yeye Ndio. kutembea juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Petero, Yesu akamuita Petero, naye Petero Ndio. akatoka kwa mashua akaanza kutembea juu ya ile bahari, akawa anatembea kwa bahari. Ndio. Lakini ikafika wakati akatazama kando na kando, akaona upepo umekuwa mwingi, akaona mawimbi yameinuka, imani yake ikashuka. Ninaongea na mtu ambaye ako katika ile hali, kwa muda mrefu amemwamini Mungu. Ndio. Kwa wakati mrefu, kwa siku nyingi amemwamini Mungu, lakini kipindi mawimbi yalipoinuka, Ndio. kipindi upepo ulipovuma, Yes. imani yake ikadidimia, Ndio. imani yake ikashuka chini, Ndio. akakata tamaa. Yes. Ni wewe ndio siku ya leo nimekuja nikwambie, Ndio. inua imani siku ya leo. Ndio. Inua imani yako tena. Ndio. Inua imani siku ya leo. Yes. This is your time. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukapita, lakini inakubidi uinue imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani inafanya mtu akae mahali pamoja Ndio. akimtumainia Mungu. Sikiza, imani ya kawaida ama imani kama hii ya Petero, alikuwa na imani, lakini ile imani ilimtosha akae pahali pamoja, akae tu. Yeye ni mwanafunzi wa Yesu, hawezi akafanya miujiza, hawezi akafanya ile vitu ambaye baba yake anafanya, hawezi akafanya miujiza kama vile Yesu anafanya, hawezi akakaa na Roho Mtakatifu kama vile Yesu anakaa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni imani ya kawaida, na ndio imani ambayo wengi wetu tuko nayo, ndio imani ambayo wengi wetu tuko nayo, imani ambayo inafanya ukujange Jumapili kila siku, ukikaa hapo ukose kutazama uone ya kwamba Mungu anaweza kukuinua ukawa siku moja unatuhubiria. Mungu anaweza kukuinua ukawa siku moja unatuimbia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo imani inakufanya unasalia pale pale, si kwa sababu huna imani. Uko na imani lakini ni ndogo sana, ni changa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nimekuja nizungumze na mtu kama wewe. Ndio. Nimekuja nikwambia kwamba inua imani. Ndio. Wakati imefika ukainua imani yako sasa. Yes. Wakati imefika wewe ukainua imani. Ndio. Ukaanze kutembea juu ya hiyo mawimbi. Yes. Ukaanze kushinda katika hizo vita. Yes. Tofauti yako na yule ambaye anakushinda ni imani yako. Yes. Kiwango cha imani. Ndio. Siku ya leo Mungu akusaidie. Yes. Na wewe ukainua imani. Ndio. Unapoinua imani, yes, unafanyika mshindi. Ndio. Unapoinua imani, yes, unaweza kushinda majaribu. Ndio. Unapoinua imani, yes, unapita juu ya hiyo bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bahari haiko pale. Ndio. Hiyo mawimbi haiko pale kukumaliza. Yes. Iko hapo
haijaribu nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upepo iko hapo, haiko hapo ikumalize, iko hapo ikuonyeshe ya kwamba umekita mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is there to test how strong you are. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And it is also there to help you reveal the potential in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Yesu anauliza, mwenye imani haba, mbona unaona shaka? Ndio. Siku ya leo Yesu anauliza, mwenye imani haba, mbona unaona shaka? Mbona unaona shaka katika hiyo majaribu? Mbona unaona wasiwasi? Ndio. Mbona unaona ni kana kwamba haiwezekani? Wewe ambaye uko katika hali ya magonjwa, mbona unaona ni kana kwamba huwezi ukapona? Wewe ambaye umekaa miaka nenda miaka rudi katika umaskini, ndio Yesu anauliza siku ya leo, mbona unaona kana kwamba hauwezi ukatoka mahali pale? Yes. Wewe ambaye umeishi na ndoa yako inakusumbua, ndio Yesu anauliza siku ya leo, mbona unaona shaka? Ndio. Imani yako iko wapi? Yes. Imani yako iko wapi? Ndio. Imani inamfanya mtu aamini kwa jambo ambalo halionekani, kwa jambo ambayo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anamwambia Petero, ndio, njoo. Kwa akili za Petero, yes, akili zake zinamwambia hii ni maji, nikiingia nikifanya kutembea lazima nitazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu anamuita. Kuna mtu siku ya leo Yesu anakuita. Ndio. Anakuambia tu njoo. Inua imani siku ya leo. Yes. Niamini tena. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye alikuwa katika hali ambayo anakaribia kukata tamaa, anakuwa nekana kwamba hana imani tena, anaona ni kana kwamba hii haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nimekuja nizungumze siku ya leo na mtu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mathayo 14 Yesu anauliza, mtu mwenye imani ndogo, O ye of little faith, O ye of little faith, mbona unaona hofu? Mbona unaona ni kana kwamba Yesu hawezi akakuokoa? Mbona unaona ni kana kwamba Yesu hawezi akakubariki? Mbona unaona ni kana kwamba Mungu hawezi akakubariki ukiwa mahali hapa? Si ni wewe tu ndio ambao umeshuhudia Yesu akikomboa watu hapa? Ni wewe ambaye umeshuhudia Yesu akiponya watu mahali hapa? Ni wewe Petero ambaye umeshuhudia Bwana akiinua watu? Ni wewe Petero ambaye umeshuhudia Mungu akifufua wafu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani yako imeenda wapi? Inafanya niulize, ni roho yupi tuliyempokea? Ni roho yupi tuliyempokea? Waliotutangulia ndio walikuwa na imani. Abrahamu anaambiwa ondoka, hashughuliki kuuliza ninaenda wapi. Abrahamu anachukua hatua, anawacha watu wao, anaenda kule ambapo hata hajui atakutana na nani. Kile ako nacho ni Mungu amesema, ni Baba amesema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba siku ya leo ipatikane mtu ambaye atainua imani, ipatikane mtu ambaye atakubali kuinua imani yake siku ya leo.
mtu ambaye ataamini ya kwamba Mungu anaweza akamwokoa, mtu ambaye ataamini ya kwamba Bwana anaweza akambariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nimekuja nikuulize tu, imani yako iko wapi? Yesu anauliza, imani iko wapi? Ndio. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema ya kwamba imani bila matendo si imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani bila matendo si imani. Na tukubaliane ya kwamba mtu mwenye imani anafanya matendo, na matendo yake lazima ikuwe tofauti. Ndio. Lazima ikuwe tofauti na watu wa kawaida. Yes. Ni kwa sababu yeye ako na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye imani, mtu mwenye imani anachukua hatua ya kupanda mlima. Anaenda mlimani, na wakati zile za kitambo milima ilikuwa ni misitu. Ilikuwa na misitu mingi sana, ambaye ukipanda kule haujui utakutana na mnyama yupi. Ndio. Haujui utakutana na nani. Lakini mtumishi wa Mungu Musa anapanda, anaenda huko, anakaa for 40 days akingojea Mungu ashuke. Inapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ya nne, hata siku ya 40 Mungu hajaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka inafika siku ya 40 ndio Mungu anaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaongelea mambo ya imani. Imani itamfanya mtu aingie katika maombi. Imani itamfanya mtu atafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani itamfanya mtu afunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata inafika wakati ambayo anaona kana kwamba anaona kweli mwili imekuwa dhaifu, lakini ni kwa sababu ya imani. Kwa sababu ya imani. Ndio. Kwa sababu ya imani yake hatasalia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nimekuja nikwambie, kubali kuinua imani. Kubali kuinua imani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikose kupokea baraka zako kwa sababu hauna imani. Isiwe ya kwamba itafika siku ukifika mbinguni uulize, kwa nini Yesu hukuniponya? Kwa nini Yesu hukuniinua? Kwa nini Yesu hukunibariki? Na kuambia kwamba imani yako ilikuwa ndogo. Imani yako haikuwa inatosha. Imani yako haikuwa inatosha ni kuinue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isifike siku ya kwamba utakapomuuliza Yesu, mbona nikaishi hivi? Mbona nikateseka miaka hiyo yote? Ndio. Kisha akwambie shida ilikuwa ni wewe. Itakuuma sana utakapogundua ya kwamba Mungu alikuwa anakuita. Yesu alikuwa anakuita. Anakuambia ukichukua hii njia utafika. Anakuambia ukichukua hii hatua lazima utafika. Alikuwa anakuita, lakini haukukuwa na imani. Haukuwa na imani na yeye. Haukukuwa na imani kiasi ya kwamba ikakufanya uchukue ile njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja nikwambie, inua imani siku ya leo. Ndio. Inua imani yako siku ya leo. Yes. Bwana ameona ile kazi mnafanya. Ndio. Ameona ile kazi tumefanya nyumba hii. Ndio. Lakini anatafuta bado mtu. Kwa nini atafute mtu? Kazi mumeifanya ndio, lakini anatafuta mtu
atakaye inua imani zaidi. Amen. Mtu atakaye chukua hatua ya kuinua imani. Mtu ambaye atachukua hatua ya kumtazamia Yesu. Ya kumtazamia Yesu na kumwamini Yesu. Na atembee juu ya ile bahari. Na atembee juu ya hiyo mapito. Na apite katika hiyo dhoruba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu nyumba hii ako na shaka. Ako na hofu ndani ya moyo. Ako na wasiwasi. Ndio. Hajui atafanya nini. Yes. Hajui atatenda nini. Ndio. Pengine inawezekana ya kwamba hana hata kazi. Inawezekana kazi imeenda chini sana. Yes. Inawezekana hata rent imemshinda kulipa. Inawezekana ndoa yake iko na masukosuko. Yes. Inawezekana huyu mtu madaktari wamesema haiwezekani. Inawezekana huyu mtu ambaye ninazungumzia, ndio ile hali ambayo yako, yes, ako anakata tamaa. Nimekuja nikwambie usikate tamaa. Ndio. Usikate tamaa. Yes. Unaweza ukapita hiyo mawimbi. Unaweza ukatembea juu ya hiyo miti, yes, maji. Unaweza ukatembea juu ya hiyo maji. Unaweza ukapita katika hiyo jaribu. Bwana anaweza akakuokoa. Kile unafaa kufanya ni kumwamini Mungu. Kile unafaa kufanya ni kuchukua hatua ya imani. Ya kwamba mtumishi wa Mungu anapokupaka mafuta, unasema ya kwamba hii mafuta ndio suluhisho. Hii mafuta, kupitia kwa hii mafuta Bwana ananiinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni imani. Ni imani ambayo inafanya mtu amini mafuta, an oil. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni imani ambayo inafanya mtu amini kupitia kwa machungwa ya kawaida anaweza akakombolewa. Ndio. Ni imani inafanya mtu kupitia kwa maji, ndio, akakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana. Baba yetu ametuelekeza kwa kufanya ibada. Zile ibada kwa mtu asiyekuwa na imani ataona kana kwamba ni mzaa tu, ni upumbavu. Biblia inasema ya kwamba imani kwa wasiojua ni upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wasioamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile ibada tumefanya hapa, inaweza kuwa kuna mtu wako lakini imani yake haikuwa juu sana. Haikuwa inatosha akakombolewe. Haikuwa inatosha akainuliwe. Haikuwa inatosha Bwana akamtendee. Siku ya leo nimekuja nikwambie ukainue imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua imani yako siku ya leo. Unapoinua imani, Bwana anapata nafasi. Bwana anapata nafasi ya kukuinua. Unapoinua imani, Mungu anapata nafasi ya kukusaidia. Ndio. Unapoinua imani, unapoonyesha ishara ya kwamba unamwamini Mungu kabisa, naye Mungu anakuamini kwa vitu vya dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko hapo umeishi katika umaskini. Uko hapo unashindwa utainuliwa lini. Uko hapo umekaa maisha ya kung'ang'ana. Unajiuliza nitafanya nini? Nitafanya nini ili nikaondoke katika hii hali? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja nikwambie inua imani. Inua imani yako siku ya leo. Imani yako ikaende viwango vingine. Imani yako ikaende viwango vingine. Ndio. Kuna mtu ako mahali hapa kwa sababu ya sauti hii, imani yake inaenda kuinuka. Amen. Kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, imani yako inaenda kuinuka. Yes. Bwana anaenda kukuinua. Yes. Unapoinua imani, kipindi utakapoinua imani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiinua imani siku ya leo, kupitia kwa mafuta ambayo iko siku ya leo, utaenda kukombolewa. Ndio. Unapoinua imani, yes, utakapoinua imani siku ya leo, yes, kupitia kwa ibada ya siku ya leo, Bwana anaenda kukukomboa. Ndio. Utakapoinua imani siku ya leo, Bwana anaenda kufungua nyumba yenu. Yes. Ukipitia kwa imani siku ya leo, yes, utakapoinua imani yako siku ya leo, ndio,
Bwana atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ipatikane mtu atakayeinua imani siku ya leo. Ndio. Ipatikane mtu atakayeinua imani siku ya leo. Amen. Inawezekana una imani na imani yako imefika ile level ya, tuseme kuna mtu ana imani na imani yake inamsaidia tu akaombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja nikwambie inua imani siku ya leo, ukafunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ako mahali hapa amekuwa akifunga na kuomba. Ndio. Nimekuja nikwambie inua imani, funga na kuomba kwa siku 3. Ndio. Kuna mtu ako mahali hapa amekuwa na imani na amekuwa akifunga na kuomba kwa siku 3. Nimekuja nikwambie siku ya leo inua imani ukafunge na kuomba kwa siku 7. Utakapofanya hivyo Bwana atakuinua, Bwana atasikia sauti yako. Jehova atakutenda mema. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi sitapoteza wakati mwingi. Nimetumwa na sauti moja tu, nikwambie inua imani. Nimetumwa na neno moja, nikwambie inua imani. Inua imani yako. Amen. Ni sawa unaamini, ni sawa unakuja kanisani kila Jumapili, Ndio. ni sawa unaomba kila siku, lakini imefika wakati mtu wa Mungu ukaende kwa viwango vingine. Imefika kipindi ukaingia kwa anga zingine, ukaanze kufunga na kuomba. Ukafunge kwa siku 3, ukafunge kwa wiki 1, ukafunge kwa wiki 3, ukafunge kwa wiki 7, ukaende na ukaende, ukainuliwe tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua imani siku ya leo. Amen. Inua imani yako. Inua imani. Usiwe chanzo. Ndio. Imani yako isiwe chanzo ya wewe kusalia hapo, ya kwamba mtumishi wa Mungu anakuambia Bwana atakuinua. Mtumishi wa Mungu anakutabiria, anakutabiria utaenda majuu, anakutabiria utapona, lakini imani yako iko chini. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja nikwambie inua imani siku ya leo. Yes. Na Bwana atakubariki sana na atakutenda mambo mema mazuri. Na kama umeamua kuchukua imani, ninaomba tu ukainuke kwa miguu yako, ukasimame kwa miguu yako. Kama umekubali kuinua imani siku ya leo, ukakubali kusimama kwa miguu yako, tukamkaribishe baba yetu.